Kwangu mimi ni mara ya kwanza katika historia kuona kwenye hizo council waheshimiwa madiwani wanaweza wakaungana wakaendesha mafunzo ambayo yako formal. Maki nikaanza kumuuliza nani anaendesha, akanitajia watu ambao ni reputable, yaani unajua watu wana taaluma zao kwenye haya maeneo. Nikawa sielewi, yaani kwamba kata wanaandaa mafunzo ambayo ni formal kabisa. Ilinichukua muda kidogo kuelewa. Nikamuuliza mnafanyia wapi? Na ukumbi ukaja ukanishangaza tena. Anasema pale kwa mkuu wa mkoa, ukumbi wa mkuu wa mkoa. Kwa hiyo hadi nakuja bado nikawa sielewi na nikawa siamini. Yaani hadi hapa sasa ndio nimeamini. Makofi kwa waheshimiwa. Kwangu mimi mmeweka kumbukumbu, mmeweka records, na naamini katika maeneo mengi hicho mlichofanya kimezoeleka aidha kufanywa na wafadhili au serikali kuu na rare halmashauri, lakini mmetengeneza heshima. Hata mazingira ambayo mafunzo haya yamefanyika, naamini wapo watendaji, maafisa ugani wengine kwenye ukumbi huu ndio mara ya kwanza wameingia, si ndio jamani? Nipigieni makofi. Sasa leo ndio mko hapa, na haijafanywa na mkoa wala halmashauri, lakini imefanywa na ngazi ya kata. Kwa kweli kwa umoja wenu mimi nawapongezeni sana 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 sana. Lakini la pili, naomba niwapongeze sana wahadhiri. Najua watu unajua wafanyakazi kuna vitu wanaishi navyo na wanavielewa. Kwa hiyo naamini hamkupata shida kubwa pia. Sasa sijajua kama modality ilikuwa ni ya kusikiliza tu au interactive. Kama interactive, unajua kuna vitu vingi pia ambavyo mmevipata kutoka kwao, lakini kwa maelezo aliyotoa mheshimiwa diwani inaonyesha kuna kazi nzuri imefanyika. Kwa hiyo naomba niwapongeze sana sana sana. Lakini nitatoa na ushauri kwa sababu nimemsikia mheshimiwa diwani anasema kuna fursa tena ya kufanya mafunzo. Nianze na ushauri. Hapo mbeleni tutakapokuja kuwa na fursa ya kufanya mafunzo, moja ya changamoto ambazo zipo Dodoma na maeneo mengi, lakini Dodoma inaweza ikawa kwa kiasi kikubwa, ile wagogo wanayosema administrative political interface, pale penye mwingiliano kati ya siasa na utawala. Nikiangalia composition ya wajumbe waliopo hapa, ni namna gani mnaweza mkamanage kati ya siasa na ile utendaji. Sababu nikiangalia hapa naona kuna wenye viti wa mitaa, waheshimiwa madiwani, wajumbe wa halmashauri kwa upande wa siasa, lakini kwa upande wa watendaji naona walio wengi. Na kama tukichukua karatasi za siri tukasema kila mtu aandike kwa namna anavyomuona mwenzake kwenye ofisi, watendaji wangeweza kuwalalamikia waheshimiwa wenye viti, kwa maana watendaji wa mitaa, na wenye viti wakawalalamikia watendaji, na watendaji wa kata pengine na maafisa ugani wangewalalamikia waheshimiwa madiwani, na waheshimiwa madiwani wangewalalamikia wao watendaji. Na kwa nini wangekuja kulalamikiana? Kila mtu angesema, yaani moja ya sababu ni kuingiliana kwa majukumu. Uongo ukweli? Mimi ushauri wangu wa kwanza ni kuona mnatatuaje, kwa sababu haya mengine yote yanakuja by default kama haya mahusiano yanakuja, lakini watu wengi hawajui namna gani wanaweza wakatatua changamoto ya kimwingiliano. Hiyo interface ipo tu, huwezi kuizuia. Yaani
siasa iko pale, na isitokee mtendaji akasema mimi sipendi siasa, iko pale, labda wewe sasa uamue kuacha kazi. Na isitokee kiongozi wa kisiasa aseme kwamba siwapendi watendaji. Yaani mfumo wa kiutendaji serikalini upo pale, lakini hawa watu hawaongei pamoja. Yaani pamoja na mafunzo yote hapa, tukijaribu kugawa karatasi afu tusome, afu kila mtu ataanza kusema huyu aliyeandika ni fulani, kwa sababu wanajua namna ambavyo wanaishi ofisini. Uongo kweli? Yaani kila mtu anajua testi ya mwenzake. Ukienda ofisini ukiambiwa kuna tukio fulani, yaani cha kwanza naambia hebu mtafute fulani, kwa sababu unajua amehusika kwenye hilo jambo. Kwa hiyo ni mada inayoweza kuchukua muda, lakini kwa kuwa pamoja nimesema kwamba twende huko mbeleni muipange, lakini kwenye ushauri huo nasisitiza kwamba pasipokuwa na mahusiano, pasipokuwa na watu kujua majukumu yao, mipango yote mnayopanga haiwezi kwenda. Ndugu mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa ujio wako na kwa kuja kwenye semina yetu kwa maana ya kutufungia semina. Mimi kwa majina naitwa Heri Hussein Beji, diwani wa kata ya Kikuyu Kaskazini, ambao ndio waandaaji wa semina hii. Tumewashirikisha madiwani wenzetu na watumishi wa kata ya Uhuru, kata ya Viwandani na kata ya Kikuyu Kusini. Tulishiriki semina hii pamoja na tumemkaribisha mkurugenzi wetu wa halmashauri kuja kutufungia semina hii. Kwa hiyo malengo makubwa ya semina hii ni kwamba baada ya mimi kuchaguliwa kwenye kikao cha kwanza cha kamati ya maendeleo ya kata, niliahidi kutokana na mazingira ya utumishi, kwa sababu tulilenga watumishi wetu watoe huduma nzuri kwa watu wetu, na sisi wote tuna uelewa wa kujua majukumu yetu na kuona namna gani tunaweza tukawahudumia watu wetu. Kwa hiyo tumeandaa semina hii kwa malengo ya kuwajengea uwezo watumishi wetu wa ngazi zote, kwa maana ya maafisa ugani, mtendaji wa kata, watendaji wa mitaa na wajumbe wa serikali ya mtaa. Wote kwa pamoja wamepata semina na mafunzo. Nadhani itawasaidia kuboresha utendaji wao. Lengo kubwa ni kurahisisha huduma kwa watu wetu na wapate huduma bora kutoka kwa watumishi wetu. Cha pili, nipende kuwashukuru waseminishaji kwa sababu ile elimu ambayo watu wanaipata miaka 4 chuo, sisi tumeipata hapa ndani ya masaa 3. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Mlichokitoa ni kikubwa sana. Yaani sasa hivi wale wenye masters, wale wenye degree moja na sisi hapa tofauti ni vyeti tu, lakini material tunafanana. Asante sana.